Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Watukufu wa Islamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika tunafunga na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha katika ibada ya somo. Lakini wengi katika sisi tunaghafilika na kusahau lengo kubwa hasa la sisi kufunga, au tunalikumbuka lakini tunashughulika zaidi na mambo ambayo hayatufikishi katika lengo. Ndugu yangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi waumini mlioamini, hakika imefaradhishwa kwenu nyinyi, imekuwa ni lazima kwenu nyinyi kufunga kama ilivyokuwa lazima kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, lengo ili muwe wacha Mungu. Kwa hivyo unapokumbuka lengo la kufunga, ni wewe kupitia funga inatakiwa ufikie katika ucha Mungu. Inapaswa uchukue msimu huu wa Ramadhan kama sehemu ya kukufikisha katika daraja hiyo ya ucha Mungu. Wapendwa katika iman, ucha Mungu ni daraja ambayo inafikiwa kwa juhudi. Endapo utadhani kwamba wewe lengo la kufunga ni kuacha kula na kunywa tu, kwa hivyo ukishaacha chakula, ukishaacha vinywaji vyako, ukaona tayari unaweza kufikia ucha Mungu, hapo unakosea. Sisi wengi wetu mchana kutwa wanajizuia na kunywa na kula, lakini kuna mambo hawayafanyi ambayo yangeweza kuwafikisha katika daraja hiyo ya ucha Mungu. Nitakwambia ni kitu kimoja. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa fillahi hajatun fin an yada ta'amahu wa sharabahu. Mtu ambaye hawezi kuacha maneno ya uzushi, hata asiweza kuacha maneno ya uongo na kushughulika nayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala hanayo haja ya kumwona mtu huyu ameacha chakula chake na ameacha kinywaji chake. Hadithi hii watukufu katika iman inatuonesha nje ya kuacha kula na kunywa, bado kuna mambo mengine zaidi makubwa ambayo inatakiwa tuyaache, iwe mchana ama iwe usiku, kwa sababu huwezi kupata ucha Mungu kwa mchana peke yake. Ucha Mungu pia unapatikana hadi usiku. Kwa hivyo inapaswa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, hakikisha shughuli zako ni yale mambo yanayokupeleka katika daraja ya ucha Mungu. Jiulize, sasa hivi umesoma Qur'ani juzu ngapi? Sasa hivi umetoa sadaka kiasi gani? Sasa hivi umefanya khairi nyingi kiasi gani? Istighfar mara ngapi umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Usiku umesimama, umeamka ukasoma, umesuluhisha baina ya jamii zako wewe na rafiki zako na ndugu zako. Huo ndiyo ucha Mungu. Jumla ya mambo ambayo yatakupeleka katika daraja ya ucha Mungu ndiyo mambo unatakiwa kushughulika nayo. Kwa masikitiko makubwa, pamoja na kwamba baadhi yetu wanaacha kula na kunywa, wapo wengine wameweka nidhamu ya mambo ambayo yatawapotezea muda. Wanatamani kuona asubuhi wakiamka, basi jioni wameingia kuftari. Kwa hivyo wanajitahidi kuweka mashindano mbalimbali ya michezo, kushughulika na season mbalimbali, hata kama ni za dini, wao lengo lao ni kuhakikisha muda wao unakwenda. Ndugu yangu katika imani, juhudi yako msimu huu ni juhudi ya kukupeleka katika takwa. Hakuna khairi utakayoipata itakazidi wewe kuwa mcha Mungu. Ucha Mungu ndiyo khairi, na ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi yote 12 ametuwekea msimu wake. Tustruggle katika msimu huu. Usiku tupoteze usingizi wetu, tuwekeze katika akhira. Mchana tuache mambo mengi ambayo yatatupotezea nafasi ya kutafuta akhira na ucha Mungu wetu.
Unaweza kuweka jadwal ambayo itajaa matendo mbalimbali ya kheri ili ufikie kuwa mcha Mungu. Ninawahusia na kuhusia nafsi yangu kutumia msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kuweza kupeleka katika uchamungu nafsi zetu. Unaweza kufikiria, hivi kweli wewe Muislamu unashindwa akili na mkulima? Mkulima unapofika msimu wa kilimo unamuona vipi? Unamuona anaandaa shamba, anashughulika na kilimo ili baadaye avune vizuri. Mwanafunzi unapofika msimu wa mtihani, hata kama anasoma wakati mwingine utamuona wakati ule atakesha, ataongeza juhudi. Kila mtu hivyo unapofikia msimu wa mambo yake, hata watalii au watu gani watafanya biashara, kila wakati wana misimu yao, unajua huu ni wakati wa kupata. Wewe muumini, ni kheri zaidi kushughulika na msimu huu, ukawa ni nafasi yako wewe ya kuweza kushughulika na mambo yatakufikisha katika uchamungu. Ndani ya msimu huu kuna maghfira Allah ametuwekea. Ndani ya msimu huu kuna milango ya pepo Allah ametufungulia. Ndani ya msimu huu bali wale mashaitani ambao wanatushughulisha na mambo ya shari Allah kawazuia. Ndani ya msimu huu wenzako ambao ni marafiki zako, mazingira ya nyumbani kwako Allah kayatengeneza. Unaona kila mtu ana sura ya ibada. Vipi wewe? Vipi wewe bado hujanufaika na msimu huu? Naomba Allah subhanahu wa ta'ala afikishe nasaha hizi katika maisha yetu, Ramadhan iweze kuondoka na sisi tukiwa tumefikia daraja, tumefikia nafasi, tumefikia hatua ya kuwa wacha Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.